Karibu tena MPJ, mfumo bora kabisa wa matokeo na kazi nyingine nyingi sana kama tutakavyokwenda kuona katika update hii boom kabisa. Kwa hiyo karibu sana tuweze kuangalia mfumo wetu bora mno kabisa ambao umefanywa updates nyingi zitakazo kusaidia wewe kuweza kusecure data zako, kuprint kwa urahisi zaidi, kupreview matokeo katika form maalum na kuweza kuprint papo hapo, very simple. Lakini zaidi ya hapo, mfumo huu pia umeongezewa vitu vingi sana nje tu ya kuchakata matokeo. Una uwezo mfumo huu ukakuandalia ratiba ya masomo, una uwezo mfumo huu kukuandalia teachers roster, zamu za walimu mwaka mzima. Una uwezo mfumo huu kutuma SMSs kwenda kwa wazazi at any time. Lakini mfumo huu una uwezo kubeba masomo mengi zaidi, na unakubali pia kucustomize masomo unavyotaka wewe mwenyewe. Lakini pia unakubali kuweza kutoa ripoti mpaka 4,000 at one time, single button itakupeleka katika yote hayo ninayokuambia. So you are welcome, let us get into kuona zile updates ambazo tumeweza kuzifanya, very big updates. You are welcome. So mfumo wetu uta load na boom, mfumo wetu utafunguka design kama hii. So for the first time, this is your interface ambapo ukilogin tu utafika hapa. Kwa hiyo kama ulishawahi kuona video zilizopita za mfumo wetu, utaona kuna utofauti upo mkubwa katika mfumo huu mpya. Lakini unaweza usinotice sana mpaka pale nitakapoamua sasa kukupeleka katika kila kipengele ili uweze kuona. Kwanza nitaeleza kwa wale ambao ni viewers wapya katika mfumo huu, basi hapa ni dashboard yetu, na hii ni live feed section ambayo inakupa updates kwa kila unachokibadilisha kwenye mfumo huu. Kwa mfano, nikisema nije sehemu hii nibadilishe mtihani, hapa ilikuwa ni midterm, na nikiweka terminal check changes, unaona huko kote kunabadilika. Lakini eneo hili pia naweza nikaona moja kwa moja performance ya masomo katika mtihani husika ambao nimeweza kuchagua hapa. Lakini pia hata ukibadilisha darasa hapa, you can see also the changes are taking place. Na eneo hili bwana, utaweza kuangalia losers na utaweza kuangalia the best 10. Lakini nje na hapo, eneo hili sasa limeitwa kama file exporting location. Kwa maana gani? Mfumo huu kwa sasa una uwezo wa kuupload template ya matokeo na ukaweza kuweka katika mtihani husika katika mitihani 48. Pale utakapochagua template hiyo, automatic kabisa ina uwezo wa kuwa uploaded na kwenda kuingizwa au kufanywa consideration katika eneo la mtihani huu. Kwa hiyo basi hapa utaweza kuexport location hii, utaweza kuexport SMSs file, na utaweza kuexport pia correction template ambayo utakuwa sasa una correct huko, wanajaza au unajaza huko katika njia nyepesi. Ukifika kwenye mfumo wako umename hii ni form 1 labda midterm 1, basi wewe ukiingia kwenye mfumo kama nitakavyokuonesha, una upload ile template inaingia moja kwa moja kwenye mfumo wako huu, na tayari bila wewe kuanza kuingiza marks au kucopy na kupaste tena. So there is no copying and pasting again katika mfumo huu. Very good. Kwa hiyo sasa kikubwa hapa ninachotaka kufanya ni kuoneshe vile vitu vipya. Kwanza kuna extension ziko hapa chini, hizi buttons zote zinafanya kazi hizi zote. Hapa ni percentage pass inaonekana sasa hivi, hii quit button yetu hii hapa ya kurogi off. Lakini this time around mfumo huu hauna haja tena ya kusave wewe, mfumo unajisave wenyewe after every 5 minutes. Kwa kila baada ya dakika 5 mfumo utakuwa una save, na automatic you can turn off auto save hapa, na ukisha turn off hapa, that means the system will no longer be saving under itself. Kwa hiyo ukiona sasa ni vyema una turn on auto save, na automatic inakuwa inajisave yenyewe after every 5 minutes. Na eneo hili ni la kuweza kuactivate mfumo. System is in automatic mode. I will recalculate any value change. Please be patient. Yes, so we need to be patient wakati umeruhusu auto calculations, na unaweza pia ukaamua kudeactivate kama hutaki mfumo ufanye recalculation, yani unataka mfumo uwe deactivated. Kwa hiyo hata ukibadilisha ukifanya mambo yako unakuwa ni mwepesi, lakini then unakuja kuruhusu active mode ya mfumo ili mfumo uweze kuendelea
itakuwa katika hali yake nzuri. So sehemu hii ya SMSS location utakachokifanya, utabofya hii icon ya file na Excel hapa, itaprompt wapi unahitaji mafaili yako yaende, then ukisema labda kwa desktop yako hapo, ukiweka okay, basi hiyo location automatic inatokea hapo. And then nje na hapo kuna kitu sasa. Kwa mfano tumeshaingiza matokeo yetu na tunataka sasa kupreview matokeo hayo. Utafanya nini? Ukitaka kupreview matokeo yako utakuja kwenye hii button hapa imeandikwa preview. Let me turn it auto save on ili tuweze kuendelea vizuri, so that it can save any changes that I will be making. Kwa hiyo utakuja kubofya button hii imeandikwa result preview check, na inatokea automatic form yako nzuri kabisa hii hapa, ambayo itakuwa inakurahisishia kuweza kufanya kazi na darasa lolote na mtihani wowote, na unaweza ukaprint papo hapo darasa lolote, mtihani wowote. Kwa hii ni live preview ya matokeo halisi ambayo unaweza ukaprint yakawa kama PDF na ukaprint kwenye mashine yako. Cha kufanya this time nimeweka ili iwe rahisi kusearch. Kwa mfano ukishikilia hapa au ukibofya down arrow, basi down arrow itakuwa inakupeleka kwa mtoto wa chini, au up arrow inafanyia hivyo. Lakini kama utashika mouse yako left click na ukashikilia, basi you can just hover over the whole list of students. Na vile vile kitu bora zaidi hapa, you can search. Una vigezo criteria for searching. Unaweza ukasema ni search kwa namba, labda nataka mtoto wa 50, then what you do unakuja kubofya search na automatic ina search mtoto wa 50. Utaona performance yake ikoje, amepata nini kwenye somo gani. So everything is very easy, na unaweza ukasearch kwa jina. Kwa mfano nikasema nataka ni search Hawa Mariam, nishie labda hivi, yes, Mariam, like this, and then nikisearch hapa you will see all student named under the same name. Na unaona wanakuja wote hapa. Kwa hiyo ni rahisi sana kuweza kumtafuta mtoto na ukaweza kumuona status yake under the same. So after then unabofya show all, inakaa vizuri, and then you can just print here. Ukibofya print itakuomba location uprint wapi. Utachagua labda kwenye desktop yako, utasema labda ni mkeka let's say labda huu ni mkeka wa labda wa form 1, let's say mfano tu, and then ukiklik okay hapo, basi itaprint, itapublish hiyo PDF, itakaa kwenye location yako, na tayari pap, ukienda kuicheck hiyo PDF yako, ukija kuicheck iko hapa na mkeka wako unakuwa tayari kama hivi, ready for printing katika photocopy ya mashine yako. So unaweza kuona mkeka huu umekaa vizuri na summary yako imekaa kule chini very intact. And then let's now do this. Tuje hapa tuendelee na criteria nyingine hapa. System saved successfully. Alright. Nilikuwa nataka nieleze hapa kidogo eneo hili kwamba unapokuwa sehemu hii unaweza ukabadilisha sehemu, sababu hii form ni modulus, ni interactive. Kwa unaweza ukaja hapa ukabadilisha darasa lolote na still preview yake ukaiona hapa, na unaweza ukaprint ukasearch wewe kwenye darasa husika unalobadilisha. You can change here, na unaweza tayari ukaona pia mabadiliko huku yameshafanyika. You can just go to form 4 na ukaweza kuona tayari mabadiliko yamebadilika na yamefanyika, na unaweza pia ukabadilisha mtihani hapa ili uweze kuprint mtihani huo intact kutoka hapa. So you can see false kwa ngapi, zeros kwa ngapi kwenye hii form moja. You can search a student katika hilo darasa husika. So nafikiri hii ni the biggest update ever katika mfumo huu, ili kwamba usihangaike kuna vigeti kwenda kwenye matokeo, urudi tena uselect kidato kingine. Hapa hii form yako ishushe hapa au ipeleke pembeni huku, whatever utakapo position, then njoo uchague darasa lako. Nataka form 1, you see changes are ready, and ukichagua mtihani labda terminal, you see changes are ready, na hata kote inakuwa very active, and then you can just print the results katika darasa hilo. You can search student na kadhalika. So sehemu hiyo ni bora sana. Hii ni sehemu muhimu sana kwa ajili ya kupreview matokeo na kufanya kazi zote za kimatokeo. And then from there now nimeongeza kipengele kingine. Button hii ni ya kusave, iko vile na button hii ni kwa ajili ya kusajili users wengine, wale watumiaji wapya. You can just add user or you can just modify the existing user katika eneo hilo. Sasa nataka nije ni export hapa.
template ya kukusanyia matokeo sehemu hii. So what you do, una click hii button ya kuexport. Itakuja hii form hapa na si lazima utumie Let me take over from here. Do not interact the process. Okay, so robot mwenyewe Data exported successfully. Yes, data exported successfully, and if you just click here utaona hii correction template imeshakuja kwenye location ambayo tuliichagua kule, na tayari kwa ajili ya hilo darasa husika, basi tunaweza tukafanyaje, tukaingiza matokeo katika hilo darasa. Kikubwa tu pale unatakiwa uname, unatakiwa uname, inafanya auto saving. Yes, unatakiwa uname kwamba hii labda ni form ngapi at the name later. Kwa baada ya hapo unaweza ukaingiza matokeo yako na ukavuta hiyo template ya matokeo vizuri sana katika eneo hilo. Kwa hiyo ni sehemu ya kuweza kuexport, lakini pia unaweza ukatumia katika eneo hili nimeiweka hapa chini, export correction template for data entry that will be uploaded later. Click here. Kwa hiyo click hapa pia inaweza ika export hiyo correction template, lakini ina correct kwa darasa gani? Kwa darasa ambalo umelichoose hapa. Kama ni form 1 itakuwa exported data za form 1 kwa ajili ya kwenda kufanya data entry nje na mfumo mkubwa, and then tutaona hapo baadaye unakuja kuvuta kwenye mfumo mkubwa, yani unakuja kufanya consolidation kwenye mfumo mkubwa. And then now let me take you to the extensions. Hapa kuna sehemu mpya pia, teaching and learning timetable. Hapa ni sehemu ya kuja kutengeneza ratiba ya masomo. Yani unatengeneza ndani ya mfumo huu wa matokeo, unatengeneza ratiba yako ya masomo na inakamilika kabisa bila shaka yoyote. Kwa mfano sasa nikisema mimi nianze, naweza nikaanza kazi, utaenda utahova kwenye hizi button, utaona zinafanya kazi gani kila moja, very descriptive, but you can add here the informations. Unaweza ukaenda kwenye setting ukaadi taarifa za hiyo timetable yako, and then you can now add general timetable. Eneo hili usione kama ni dogo, ni eneo kubwa sana, linaruhusu mikondo mingi sana. So you can click here and you can search for blanks, unaweka okay, and then itafunguka kama na mikondo mpaka J itakubali. Unaweza ukapangilia vipindi vyako, ratiba zako vizuri hapa, somo la kwanza, la pili, na good enough you can do validation, subject validation hapa. Hadi unavyoingiza utakuwa unaona labda ni geography nimeingiza kwa kidato cha ngapi, labda kwa kidato cha pili. Eneo hili je, vimezidi vipindi? Itakuonesha hapa vipindi vinatakiwa viwe at least viwili ama kimoja kwa siku. Kwa kama vikizidi vitatu itakwambia imezidi. Validation utaona rangi nyekundu hapa imetokea. So hamna namna ambapo unaweza ukazidisha nini vipindi kwa siku. So inakufanyia validation vizuri, na si hapo tu, itakufanyia validation huku kukuonesha kwamba hiyo geography kwa form 1 imeshaingizwa vipindi kadhaa, tunafahamu ni vipindi 4 au vipindi vitatu, itakufanyia validation eneo hili. So it is better kabisa ukawa na mfumo wetu huu. And then not only that, ukirudi katika eneo hilo ukimaliza kufanya validation, lakini sasa unataka sasa timetable yako iweze kuwa responsive kwa mwalimu husika, lazima utakuja eneo hili la kuadd teachers load. Eneo hili ambapo sasa utasajili mwalimu wako hapa, sex yake, anafundisha somo gani, kwenye kidato gani, na inaruhusu kwenda hadi vidato 4 huko mbele. Kwa hiyo ukishawasajili hao walimu wako wote, automatic kabisa yani vile umeselect kwenye general timetable yako hapa kwamba chemistry, basi kuna sehemu chemistry itakuwa responsive kwa mwalimu husika kulingana na kidato anachokifundisha. And then from there, baada ya hapo sasa you can just view teachers timetable, and unaweza kuona sasa hapa ni plugging ya majina ya walimu ambao wako responsive kwa somo husika iko hapa. This is just a general, and then you can just go to subject teacher load. Hapa itakuonesha ni sheet moja, itakwambia kwamba kwa mwaka huu nani anafundisha kidato gani, somo gani, inakuonesha hapa na imekaa vizuri kabisa, a single sheet. Na baada ya hapo sasa unaweza ukaprint teacher load year kwa mwaka mzima. Load unaweza ukaiprint hapa kwamba kwa wiki atakuwa na vipindi vingapi, kwa mwezi na kwa mwaka, ina calculate automatic kabisa. And then you can just go to school load summary, ambapo summary ya shule kwa pamoja ni hii hapa. Utaangalia hivi vitu vinafanya tathmini yako iwe nyepesi na rahisi sana. And then tuna optional timetable sehemu hii hapa,
ambayo hii unaweza ukaprint ikiwa inaonyesha katika hicho kijiseli kwamba ni darasa gani, yani mkondo gani wa hilo darasa na somo gani kwa wakati huo, just optional timetable. But the biggest issue here, unakuja sehemu hii ya subject timetable hapa, ambapo sasa unachagua lako somo hapa. Kwa mfano nataka history, unaweza kuona history imetokea, labda maybe I need another subject, I need maybe Kiswahili, na utaona Kiswahili inatokea automatic katika mkeka huo, na unaweza ukaprint hiyo ni timetable ya somo husika. Kwa una print timetable hiyo, unabandika timetable ya somo. But also we can get a timetable for teachers, yani teachers timetable hapa. Ukija walimu wako utawapata hapa, uta click na utabadilisha mwalimu, utaona iko responsive hususan kwa somo analolifundisha. If you see this one is loading, that means it is auto saving. Workbook yetu inajisave automatic. So ukibadilisha huyo mwalimu utaona kama anafundisha hapo, kama hafundishi unaweza ukaona ya inakwenda namna ile pale. Walimu wako wasajili, kwa kila mwalimu anapata timetable yake kutoka kwenye mfumo huu, na gharama zetu ni zile zile, hakuna shilingi imeongezeka. This is just offer for our friendly teachers using this system. Na baada ya hapo unaweza ukapata sasa timetable ya darasa, yani mkondo husika. Nataka form 1A, nataka labda timetable ya form 1 labda C, form 1C. Nitakachokifanya mimi ninakuja sehemu hii hapa ya class, naenda kufanya filtration na nitachagua form 1C. Kama wapo tayari ratiba yao inatokea, una print, unachagua darasa lingine, vile vile unakuja kwenye filtration, una print na kila kitu kinakaa very under streamlined vizuri kabisa. Na hiyo ni sehemu rahisi kwa ajili ya timetable, lakini kila kitu unafanya hapa, ambapo utakuja utachagua timetable yako hapa, somo gani utapangilia, na ratiba yako bana itakaa vizuri kabisa, itakaa vizuri mno. Yes, itakaa vizuri kama hivi. And then from there now I can just go back. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya timetable generator, na sasa tunaweza tukaona data entry pages. Very cool, very important. Tukija hapa, please choose examination at the top left corner. Subsequently, press go to commence entering marks. So we are needed to choose examination from the top right corner, ambapo ni hapa. Tutachagua ni mtihani gani hapa nataka niende nikaingize. Nakumbuka hii suspending button ipo, na kama unaweza ukanotice kuna button imeongezeka hapa. Imeandikwa upload data. Hii ya upload data, utaenda upload ile correction template ambayo tumei export wakati ule. Tukishajaza sasa utatumia hii upload ukiwa kwenye sheet husika. For example, nataka ni upload hiyo template kwenye sehemu ya form 4 annual. Kwa click go, form yangu iko pale. Sasa kutoka hapa kama nimeingiza matokeo, for example, let me do this. Labda nichukue hii hapa the correction template yetu, na labda hapa niandike 56. Yes, nivute hii 56 mpaka hapa, alafu ni save. Nataka nikuoneshe namna itakavyofanya kazi. It is robotic. Kwa nakuja mimi hapa, nina click upload, nachagua location, template yangu iko wapi, nachagua, najua ni correction template hiyo hapo, na click okay, na automatic process zinaanza. Ikikuomba kwamba kuna information kubwa kwenye clipboard yako, just click yes or no, na itafanya kazi tayari, itasajili vizuri, italeta marks, logistics zote ziko tayari, na inakwambia very successful, marks zetu zimeshaingia hapa very automatic bila hata kuandika. So you don't hesitate kuwa na mfumo huu. Kwa tayari tumeshaona namna ya kuingiza data. Kwa hii form itafanya uploading popote utakapoingia katika hiyo mitihani 48. Inaingiza popote. Cha kuzingatia ili usipotee, unatakiwa uchague mtihani hapa. Mitihani hapa iko 48, unaiona yote ni 48. Mitihani 12 kwa kila kidato. Kwa kama nataka ni deal na form 1 mid term 2, that means nitakuja hapa form 1 mid term 2 na nita click go. Kama kuna matokeo obvious utayaona matokeo hapa. Yes, so it is like that. Hii ndio update kubwa na nzuri kabisa ambayo nimeifanya kwa ajili ya kufanya data entry. Sasa hapo kwenye data entry unaweza ukaamua msearch mwanafunzi fulani. Ni wengi, una wanafunzi 300, 400, 500, 600 mpaka 1000 inakubali. Unampataje kwa haraka? You call
data form hapa, uta call data form, itatokea. Ikitokea huyo mwanafunzi unamsearch kwa ku click criteria and then uta search kwa jina lake. Kama huyu mwanafunzi ni Agatha, uta search Agatha. Ukisearch Agatha una click pale enter. Ukiklik enter automatic huyo mwanafunzi atatokea pale. Na kama kuna updating ya marks basi unaweza ukafanya simply, ukimaliza una click enter, tayari umeshamaliza updating ya huyo mwanafunzi score zake. Kwa huu mfumo ni bora sana na unafanya kazi vizuri sana. Kwa ukisharudi hapa, hii suspending button itaendelea kuwepo. Cha msingi una unload kwenye home button, kwenye home button hapa. As I have said, ukiona inazunguka hivi that means ina auto save. Yeah. Kwa hiyo turudi nyuma tuone update nyingine kubwa kabisa. We have a sitting plan. This is very normal. Eneo hili unaweza ukaplani mpangilio wa chumba chako wakati wa mtihani wa NECTA au mtihani wowote ule. You can just come here and make the sitting plan very easy. Hii ni generator. Ukichagua tu idadi, labda nataka hapa niwe na 3, automatic zitajichora 3 hapa. Unaona huko kwingine inafuta. Kwa hiyo una generate sitting plan yako the way unavyotaka, na kama unataka kwenda kuweka roll number zako, yani namba za wanafunzi hapa. Change numbering system the way you need. Thank you. So you are needed to change the numbering of your sitting plan according to the number of students the way you prefer. From there now we can just roll back. Eneo hili liko demonstrated sana kwenye video zangu nyingi, na baada ya hapo niende sehemu ambayo ni very super area. Welcome to CA page. Choose a student name at the top left corner and choose examination at the top right corner. Yes, so hapa bwana, unaweza ukafanya follow up ya mwanafunzi moja according to the class. Umechagua kule kwenye dashboard yetu, labda nataka nimuone huyu, lakini kwenye mtihani gani? Kama hakufanya huo mtihani hatatokea marks zako, labda kwenye mtihani huu hapa. Kwa unaweza kuona huyu hakufanya, na unaweza ukaja kwenye terminal, unaweza kuona pia huyu bwana hana matokeo, labda nataka nije nimwangalie huyu, basi utaona marks zake zinakuja pale. Sasa hiyo ni sehemu ya kufanya follow up, lakini kama kuna mwalimu amefanyisha mtihani mmoja na umefanyika, basi marks zake amepaste kwenye eneo husika, kwenye mtihani husika ambao umeuchagua wapi, uliouchagua hapa, basi marks zake zinakuja hapa na uta control P utaweza kuona mkeka wako uko pale wa hilo somo, na unaweza ukaprint kwa njia ya kawaida kabisa. And then from there, kitu kikubwa hapa si hivyo, sababu hii ni normal, iko hivyo, ilitengenezwa tangu zamani, but the biggest update, unataka uone progress ya mwanafunzi kwa mwaka mzima, una click hapa kwenye year student progress, kwenye button yenye maandishi mekundu. Ukiklik hapa inakuleta kwenye hili eneo ambalo litaonyesha masomo yote yaliyopo hapo shuleni, na uta click generate progress. Mwanafunzi ni huyu ambaye yuko selected hapa juu kwenye blue. Kwa ukiklik generate progress, itaanza kutafuta mitihani yote aliyofanya kwa mwaka huo, italeta katika kila aina ya mtihani, na mitihani yote iko named according to the criteria tulizozitumia kwenye mfumo wetu, mitihani 12 kwa mwaka mmoja. Kwa hiyo itachota matokeo huko na kule, kila alikofanya italeta hapa, na boom, unaona imemaliza kumletea CA yake, progress yake, na tunaona matokeo tayari. Tunaona amefanya mitihani mingapi na kila mtihani progress yake ikoje, somo gani anafanya vizuri kuliko somo lingine, term ya kwanza kwa term ya pili, na generally kwa term ya kwanza na ya pili kwa wastani anafanya vizuri masomo gani. Kwa hapa ni eneo la kuangalia CA ya Welcome to CA page. Choose a student name at the top left corner and choose examination at the top right corner. Therefore, unaweza pia ukaangalia CA ya somo hapa. Hili ni eneo bora sana kwa ajili ya kuangalia CA ya somo. Na remember, somo tumechagua pale wakati tupo kwenye CA page. Kwa unaweza ukagenerate CA ya somo labda history kwa form 1, una generate CA yake chap kabisa, mfumo unafanya, una generate mitihani yote 12 kwa darasa husika, kwa somo husika, na tayari CA yetu iko tayari. Kwa hata ningechagua kidato chochote kile kingetengenezewa CA yake, ingetafutwa hiyo CA ya hilo somo very automatic hapa, na unaweza ukaprint, lakini remember to filtrate eneo hili hapa ili iweze kutanuka mpaka kwa mtoto wa mwisho huku chini. Mtoto wa mwisho ndo itaishia hapo table yetu.
Yes, very good. Na sasa tuweze Welcome to kurudi. CA page. Choose a student name at the top left corner and choose examination at the top right corner. Alright, these are instructions ambazo kila wakati utazipokea ili usiweze kupotea unapokuwa kwenye mfumo wetu. Now let us go to the navigation window or system extension window ambako kuna vitu vingi zaidi. Sasa tukaingia hapa. Ile eneo tumesema ni eneo la kuexport correction template kama tulivyoweza tukaona. Sehemu hii ni ya kusajili wanafunzi vidato vyote vinne. Unaweza ukasajili hapa simple tu. Unasajili jina lake, namba, sex pamoja na stream yake, mkondo wake. Lakini kuna sehemu bora zaidi, sehemu ambayo unaweza ukasajili masomo na kadhalika hapa. You need to be very careful here. Any mistake may cause wrong data analysis. So unahitajika kuwa makini katika utendaji kazi wako, na hapa anayeweza kuingia ni admin. User mwingine wa kawaida hawezi. Admin ndo atakuwa na uwezo wa kuingia eneo hili. Kwa eneo hili unaweza ukabadilisha hizi grading system, division points, unaweza ukabadilisha walimu wa madarasa, utawasajili hapa wote kabisa. Lakini comment za mkuu wa shule hapa zitaweza kubadilishwa na comment za mwalimu wa darasa hapa, ili zitakwenda kutokea kwenye ripoti. Jina la mkuu wa shule utaandika hapa na jina la mtaaluma aidha utaandika hapa. Sasa kikubwa kilichopo hapa ni maeneo haya ya masomo. Masomo ambayo hupaswi kuyagusa ni haya mawili, civics au historia na maadili, and then ICS. Lakini haya mengine hapa katikati yote haya unaweza ukabadilisha masomo unavyotaka, na ukimaliza tu utaklik hii button imeandikwa subject registration au register subject now. Ukiklik hapa, mfumo wetu utaenda kusajili masomo kadri ulivyobadilisha kila eneo. Mfano nimeshabadilisha tayari na nina kliki zangu register subject now. Kwa mfumo utaanza kufanya hovering, utaanza kupeleka kila eneo ambalo linahitajika hayo masomo kadri ulivyobadilisha yaweze kuingia. Wewe kazi yako ni kusubiri, ukimaliza una update kwamba nimemaliza, ili uweze kuendelea na shughuli nyingine. Kwa hiyo ukinunua mfumo huu, masomo yamebadilika, yameongezeka na nini, uko free kuweza kubadilisha masomo hayo, na you are very free kuweza kufanya changes zozote. Mfumo uko responsive this time. Hauna haja ya kunirudia tena, bwana kuna masomo yameongezeka nibadilishie masomo. No, unabadilisha mwenyewe, unapangilia mwenyewe na kila kitu mfumo unafanya. Robot anafanya kazi yake ndani ya mfumo. Hapa na shauri na nina recommend muweze kuwa na mfumo huu kwa sababu kuna AI technology kubwa sana imetumika humu ndani. Kama tunavyoweza tukaona, huwezi kukopi tena na kupaste, yani ni time wasting, ila mfumo wenyewe unafanya kazi na ukimaliza unakwambia subject registered successfully. Vizuri kabisa. And then let us go to the dashboard, tuingie kwenye extension window, na hapa tunaweza kufanya data entry kwa njia nyingine. Welcome to data entry forms. Hapa unaweza ukachagua bwana, mitihani yako yote inaonekana hapa. Labda nataka niingize matokeo ya form 3 annual. Utaklik na fomu itatokea hapa. Hii fomu itakuruhusu uweze kuingiza matokeo kwa njia ya kawaida, kama hutaki njia ya kuvuta hii correction template yetu hapa. Kwa hiyo utaweza kuitumia njia hii ya fomu kuingiza matokeo na kuweza kupreview matokeo intact kabisa. Kwa hiyo ni njia rahisi pia ya kuweza kuingiza matokeo, lakini pia unaweza ukaamua kutoa ripoti kwa wanafunzi wako wote. Utakachokifanya ni kugonga hapa. I will take over after your selection. Be patient. Kwa natakuwa mvumilivu na robot wetu ata take over baada ya kufanya selection wewe. Kwa mimi nataka especially ninatakuwa nifahamu huku nimedeal na kidato cha kwanza. Kwa ripoti zangu zote kule zimeshaandaliwa za kidato cha kwanza na mfumo automatic kabisa. So nitaingia tena. I will take over after your selection. Be patient. Tukifika hapa nachukua labda form 1 term 1. Robot wetu the same wise anafanya kazi ya kuchota matokeo yote ambayo yako responsive kwenye ripoti, ambayo ripoti yetu nayo imekuwa updated pakubwa sana. Ukiona hizi alama kama error wala usishangae, kwa sababu huyu mwanafunzi aliyokuwa retained hapa sio kidato cha. So ukibadilisha mwanafunzi mwingine, basi matokeo yanakuja pale. Utaklik hapa, kama huelewi utaklik sehemu hii hapa ili kufocus kwa huyo mwanafunzi uweze kubadilisha. And then hapa kwenye ripoti kuna vitu vikubwa viwili, pay attention uweze kuelewa the best thing of this system sehemu ya ripoti. Kwanza
una uwezo wa kutengeneza matokeo kama CA na una uwezo wa kutengeneza matokeo kama average, wastani. Kwa maana ipi? Ukiweka hapa test iwe na 100, ukiweka midterm iwe na 100 na ukiweka mtihani wako uwe na 100, that means hakuna total marks ya 300 kwa somo, total ni 100, kwa hiyo itakuwa ni wastani. Lakini kama nitaamua nitengeneze CA, mtihani wa test 1 ulikuwa na alama 20, lakini midterm alama 30 na mtihani ambao ni terminal au annual ukawa na 50, basi utaweza kuona hapa imekuandikia vizuri kabisa. Itakachofanya ni accumulation. Kwa hiyo inakuwa ni cumulative, inakuwa ni CA. Ndio maana hapa imekwambia jumla ya alama ni hizi, maana yake imejumlisha out of 20, out of 30, out of 50 na ikapata jumla. Lakini kama utaamua kuweka hapa 100, yani 100, na ukaamua kuweka hapa pia 100, ukaamua pia kuweka hapa 100, that means system yako imetengeneza wastani na inakuandikia kabisa hapa wastani wa alama. Kwa hiyo utaona wewe ni njia ipi bora unataka uitumie katika hiyo mitihani yote mitatu. Lakini kama mtihani wa kwanza hakufanya, unaweka hapa 0. Kwa ukiweka 0, basi mfumo utatambua wenyewe na utaona huyu mtoto anakuwa awarded accordingly. Kwa hiyo sasa from there unaweza ukabadilisha maeneo haya muhimu na ukachagua taarifa muhimu ukaziandika hapa. Sehemu hii ni ya kwenda kuchagua location ambapo ripoti zako nataka ziwe, labda kwenye output. Hapa folder limeandikwa output, kwa select pale, basi automatically ukienda ku click download all report, ripoti zote zitaanza kujitengeneza 149 zitaingia kwenye hilo folder. Lakini the best thing ever, unaweza ukawa na wazazi wa lugha ya Kiingereza hawaelewi Kiswahili, lakini wanaleta watoto kwenye shule yao, so na click eneo hili English. Kwa hiyo ripoti yako yote itabadilika na kuwa katika lugha ya Kiingereza. Wakati huku unaweza ukafanya maagizo yote, ukaandika maagizo huku na bado unaweza ukarudisha kwenye Kiswahili kwa wale walio wengi, basi ripoti yako inakuwa responsive kwa somo kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo eneo letu hili la ripoti liko very customizable na unaweza ukatoa ripoti yako ina vigezo vyote: mahudhurio, tabia, ina tathmini ya ufaulu, ina tathmini ya tabia na mahudhurio, ina sehemu ya viwango vilivyotumika katika upimaji na ina maagizo muhimu, lakini comments za mkuu wa shule, za mwalimu wa darasa pamoja na saini yake vinatakiwa vifanyike bwana vizuri kabisa. Mfumo uko una kila kitu. So let us roll back to the dashboard na sasa tuweze kwenda kwenye extension window tena tuweze kuexport SMSS file. Ukiklik hapa utaweza Let me take over from here. Do not interact the process. Yes, kwa hiyo roboti wako atatambua SMSS za hilo darasa za home SMS data exported successfully. Kwa automatic SMSS data zako ziko eneo hili hapa. Unaona hizi hapa. Ukizifungua unaweza ukaona hizo message kwa wazazi zimekaaje hizi hapa. Na tumechagua darasa ambalo mtihani ambao haukufanyika. Kwa kama huyo mtoto hakufanya, basi unaweza ukasema hapa mwanafunzi fulani hakufanya mtihani wa huu hapo unaonekana pale. Na kwa kuwa ni annual mwaka huu still hatujaingiza bado matokeo ya nini? Ya annual. That's why hata hapa huoni taarifa nakwambia no data. Lakini ukiweka hapa labda terminal, you can see the data na kama kuna message basi tunaweza tukaona to export hiyo message tena. Let us delete this one first illustrate shida and then let us export. Let me take over from here. Do not interact the process. Kwa itakwenda itachota matokeo and then SMS data exported successfully. Robot anakuambia SMSS data has been exported very successfully. Tukifungua hilo faili hapo tunaweza tukaona hizo SMSS faili hizi hapa. Inamwambia matokeo yote ya mtoto namna alivyofanya. Kama hakufanya, nimesema inamwambia mwanafunzi huyo hakufanya mtihani, kwa mzazi anapata ujumbe kwamba mwanafunzi huyo kumbe hakufanya mtihani fulani, mwanafunzi amefanya mtihani na amepata hivi na vile according to that message. How to send SMSS to parent, nimeeleza video moja nzuri iko pale YouTube channel yangu. Unaweza ukaingia ukasearch MPJ mifumo bulk SMSS au DRPU bulk SMSS au bulk messaging, utakapo search vyovyote YouTube au ukaingia ukasearch kule Google, basi
utapata link zangu na utaweza kuangalia how to send the message using special program which will be provided together with that system I'm showing you this time. And baada ya hapo utakwenda kuona examination results ambazo hizi kimsingi tulishaziona wakati tunatumia ile form. But the best thing over here, unaweza ukawa na best 10 wako na best 10 subject, best 10 for subject. Kwa hapa utakwenda chagua somo fulani, wanatokea wale best na wale losers wanatokea simple tu hapa. Welcome. Over here you can select any subject to see best 10 and last 10. Yes. Please select a subject on top left corner of the first table. So you just select here the subject from the top left corner of the first table ambao ni table ya best 10. Kwa ukichagua somo fulani basi utaona yes, let us choose this history. Unaweza ukaona changes zinatokea. Let us choose maybe chemistry. You can see the changes are taking place. Na unaweza ukaklik hapa kuprint directly kabisa ikakupa PDF ama ukaprint moja kwa moja kwenye mashine. From there nataka ni rudi pale back. Yes, it is auto saving. Yes, already. Na ninaweza nikarudi hapa na bado nikaangalia best 10 na losers pia ni vile vile utenda pale. Lakini pia hapa unaweza kuna vitu viwili, update moja nzuri sana. Let it save first. Yeah. Hapa unaweza ukaamua ku display scores. Yeah. Na kwa nini nakataa? Kwa sababu hii nimelock. So it should not be locked. Ndio maana iko hivi. But you can display the raw scores katika eneo hili badala ya kuwa na grades ambazo kimsingi ndio by default. Kwa unaweza ukafanya hivyo, lakini the best thing ever according to the request of users, hapa kuna normal results katika mfumo wa jedwali tulilozoea walio wengi. Kwa matokeo yako yanaweza yakawa katika formality hii. Ukatoa matokeo ukabandika, utaamua ubandike katika mfumo huu au bandike katika mfumo huu wa Nectar-like results ambazo kimsingi ukija huku chini kabisa huku, yes, you can see the summary ile ambayo iko very intact huku chini kabisa. You can see the summary na vizuri kabisa ukaendelea. Now nataka turudi kwa dashboard yetu hapa and then kwa navigation. Okay, na baada ya hapo tunaweza tukaenda tukaona summary zetu ambazo kimsingi tumesha navigate kupitia matokeo yetu. And then baada ya hapo subject CA tumeshaona, kuna table of specification, ISAL, CAL pamoja na link nyingine unazipata kupitia link hii ndogo ya button hizi. Kwa ukitaka kwenda kwenye ISAL yako unaona namna hii na unaweza ukaprint kwa kubofya button ya PDF hapa. And then you can just jump directly kwenda kwenye CAL ambapo unaweza pia ukaprint CAL yako vizuri kabisa, ukaklik kwenye button ya PDF icon. And then unaweza ukaandaa table of specification tayari kwa ajili ya kuandaa mtihani wako katika ubora wote, ambapo kimsingi katika learning competencies utaweza kuandika topic zako unazotaka uzitesti, alafu utaandika umetumia vipindi vingapi pa each topic kuifundisha. And then percentage ya weight ya hiyo topic itakuja automatic, mfumo utakalculate, na number of items mfumo utakupa automatic. Kazi yako wewe ni moja, kuweza kusupply according to the cognitive domain zilizopo hapa ambazo kimsingi ziko 6. Kwa mfumo utaweza kukwambia kama umebalance, utakwambia uko okay, kama unataka reduce items zimezidi au unataka kuongeza items. Kimsingi items unaziseti hapo, unataka uwe na maswali mangapi, na mfumo wako unaweza ukamaliza kila kitu katika eneo hilo. And then lastly twende tukaone sehemu ya teachers duty roster, ambapo kimsingi eneo hili halina kazi kubwa. Utakwenda kusajili majina ya walimu wako, and then after registering your teacher's name unakwenda kuingiza ile kalenda ya mwaka. Sehemu hii hapa unakuja na copy na kuiweka katika eneo hili kwa ajili mfumo uweze kukutengenezea zamu za walimu very automatic, na ukishafanya hivyo mfumo utakuwa tayari umekwisha kukutengenezea zamu zote kabisa, na mwalimu wa zamu kwa wiki hiyo automatic atakuwa anatokea eneo hili hapa. Na unaweza ukaona hizo zamu kama hivi zimejipanga automatic. Kazi yako ni kuprint, hauna kazi ya kupanga tena zamu za walimu.
And then from there we have a teaching timetable ambayo tumeshaiona na examination timetable. Hii kimsingi ni sehemu maalum kwa ajili ya kuandaa ratiba ya mitihani mbalimbali ya ndani. Unatumia sehemu hii, unachagua somo, unachagua ni siku gani mtihani utaanza na tarehe, huku kwingine automatic itajijaza. Unaweza ukafanyisha mitihani mitatu kwa kuweka eneo hili somo, kwa kuchagua eneo hili somo na kuweka muda wake hapa, automatic itakupa session tatu. Na kama utaamua usiweke hapa chochote, basi itakwambia hii ni sehemu ya break na utaendelea na session mbili. Kwa mfano mimi nataka labda nichukue muda huu kama mfano, nikisema niweke eneo hili, unaweza kuona inakwambia hii ni second session na hapa ni session ya tatu. Kwa hiyo uko responsive according to vile unavyotaka wewe. Na from there na unaweza ukapromote wanafunzi. Hii ni vital kwa sababu inaweza ikaelas matokeo yote kabisa kwa mwaka mzima na kuweza kuwahamisha wanafunzi kutoka kidato kimoja kwenda kidato kingine, na wale wa form 4 watafutwa kwa sababu hawapo tena shuleni. Unapoweza kupromote wanafunzi wa form 1 watapandishwa form 2 ili kuruhusu form 1 wapya waweze kusajiliwa kwenye mfumo ili uweze kuwa fresh kwa matumizi ya hapo baadaye. Lakini pia lastly kuna sehemu ya calendar, academic calendar. Eneo hili utaweza kunavigate kwenda kwenye kalenda maalum ambayo inakupatia updating au upcoming activities zote ambazo umeziplan kwa mwaka huo. Utaona zimewekwa katika rangi nyekundu kwenye kila mwezi. Hizo ni upcoming activities au the whole year activities ambazo umezidesign. Kwa unaweza ukaenda ukacustomize kalenda yako kwenye kalenda planner. Hapa ukiweka matukio yako yote ya mwaka ambayo kimsingi sasa ukienda kwenye kalenda yatatokea hapa. Na si hivyo tu, ukija kwenye dashboard yako sehemu ya update ya kalenda itakwambia upcoming event ni tarehe ngapi, kuna event gani katika sehemu hii ya live feeds. Lakini mwishowe kabisa, icon ya mwisho ni coverage evaluation. Eneo hili unakwenda kufanya evaluation ya ufundishaji wa walimu katika taasisi yako. Utasajili walimu hapa na masomo hapa, utakuja kusupply load hapa the same as kama tulivyofanya kwenye timetable, and then utakuja hapa kwa teachers, subject teachers watatokea hapa kama tulivyoona kule kwenye timetable, na kisha utaenda kufanya data entry kwa kila somo limefundishwa topic ngapi na lina topic ngapi au chapter ngapi na ziko ngapi and total zitakuwa ngapi. From there evaluation inafanyika na mfumo automatic kabisa. Hii ni evaluation ya shule nzima na utapata ripoti ya mwalimu mmoja mmoja kwa kuklik maeneo haya ili mwalimu aweze kusogea mwingine na ripoti yake kuweza kuprint walimu wako wote. From there now moja kwa moja system hii inapatikana pamoja na program maalum ya kutumia message at any time you consult us. Kwa hiyo tunakushukuru, karibu tena uendelee kuangalia video zetu za YouTube. Tutakupatia huduma vile unataka na tuna customize mfumo vile utakavyotaka at any time. Thank you very much.